Jambo la pili linafanya watu waondoke kwa Kristo ni disobedience. Mungu amekwambia ufanye kitu na umekataa kufanya. Bwana amekwambia ufanye kitu kwa kanisa, umekataa kufanya. Neno fulani linasema ufanye kitu fulani, umekataa kufanya. Wewe tunakuita disobedient Christian. Umejiondoa mwenyewe kwa Mungu. Kwa hivyo ukimuita hata kujibu. Ukiona Mungu hakujibu na wewe ni muombaji, angalia sasa pande ya disobedience. Na watu wengi ambao ni very prayerful, they are disobedient. Wanaomba sana lakini inapofika kwa obedience they are not there. Especially kama umezoea kunenewa na Mungu. Mara nyingi mtu huwa anadisobey Mungu kwa sababu umezoea yeye. Watu wale wako na temptation kubwa kwa kanisa kama hii kudisobey Mungu ni hawa ma frontliners wote. Wale wanakaa mistari ya mbele kudisobey Mungu ndio easy kwa sababu ya kuzoea Mungu na mtumishi wake. Wakifanya hivyo they tend to disobey. Unakuta ya kwamba obedience iko kule nyuma lakini disobedience iko mbele. Na hii inachangiwa na kuzoea. Kuzoea anointing, kuzoea mahubiri. Niliangalia healing service ya mtumishi wa Bwana mmoja wa ng'ambo. Alikuwa anainua mwanamke kwa wheelchair. Alikuwa anamwambia in the name of Jesus, rise up. Mama anajaribu kuamka, imani yake haijafika. Akamwambia mara ya pili. Akamwambia mara ya tatu. Mara ya 4 mama akaamuka, akakaa hivi. Mara ya 5 mama akaanza kutembea. Ikifika mara ya 7 nikaona ametembea kabisa, amekibia. Nikaangalia watu wale wako kwa ibada, wamereact namna gani. Nikaona ndugu mmoja alikuwa amekaa hapa mbele kwa platform. Anafanya hivi. Tired. Ili vitu tumezoea. Kaona hata anafanya macho hivi. Nikaangalia watu wale wengine wamekaa hapo mbele. Nikaona hata wengine ni kuongea wanaongea mambo ambayo haihusu hii. Hii ni kitu wamezoea. Anamshanga viwete hivyo. Nikasema Mungu, unisaidie ile kitu isikanishike. Wako hapa mbele ndio wanakula mmea hapa mbele.